Na jinsi ambavyo mnajua pale JCM, sisi tuna ofisi ya wajane ambayo huongozwa na Kate na ako hapa. Na ninaona wajane wa JCM walikuja hapa. Hebu simameni wale wa mama wawaone. Hao mnaona hao. Jooni hapa. These are widows. Na wakati kanisa la JCM lilianza, ofisi niliyoweka ya kwanza katika kanisa la JCM, niliweka ofisi ya wajane. Kwa sababu maandiko yanasema dini ambayo Mungu anatambua sana ni kutunza hawa, kutunza watoto wao na kuwaangalia. Madam Nancy, hawa ni baadhi ya wajane ambao tunao kanisani. Na ukiangalia wajane wa JCM ni warembo na ni wasafi. Kwa sababu ukisikia huku nje watu wakisema Bishop Ben ana mabibi wengi, wanamaanishanga hawa. Kwa hivyo Mungu kaigwa Bishop Ben wa JCM akironi ali atumia ikimuge hii ni twamonire na ni amonanagia. Wajane ambao umeletwa hapa, na kama kuna kitu mmefahamu, na nilikuwa ninanogoneza Madam Nancy pale, sijui kama mmeona na mnajua wajane wa waendeshaji pikipiki ni wachanga, kwa sababu waendeshaji pikipiki wengi sio wazee, ni vijana. Na mimi kama bishop wa kanisa la JCM toka kumumiriria muthenya wa umuthi ati agikorwa aya ni magiririo maithori, ona inywe no mukugirio maithori. Kama hawa walifutwa machozi, wengine hapa wakikuja mikononi mwangu walikuwa wamefika mwisho. Wengi hapa tumewaanzishia biashara, wengi hapa tunasupport wanachofanya. Hawa watoto wao wengi ni wale tunasomesha kanisani. Na hawa hakuna familia hata moja hapo inaweza lala njaa. No medine kurarira ni uguta hapa. Labda wakose tu kuja kwa sababu ya uzembe, wakose kuja kanisani. Kwa sababu hata kile chakula tumeleta leo kimetoka the Lord Store, ambapo hawa wanapata chakula chao. Hawa kusema ni kulala njaa, labda wawe hataki kuja kanisani wakati hakuna chakula. Kwa hivyo ningependa kuambia wale wajane nimeona hapa, kama mahali unaishi upendwi, kuja ujoin hawa, nitakutunza. Kama mahali upo they don't appreciate you, come and join these people and we will appreciate you, we will hug you with love. Na katika kanisa letu utafeel mapenzi. Are we together? Uje hapa na bwana chairman Kariuki ako wapi? Ambiwe kama hapo kuna mjane ako na shida kabisa, ule unajua ako na shida kabisa, umulete. Tutamwanzishia biashara ya kuuza chapati na mandazi na tutampea kila kitu mpaka stock. Unitafutie wawili ama watatu wale wako na shida kabisa, ndio wasikae nyumbani, watokee pale, aweke mwavuli, apike chapati, apike maharagwe na sisi tutakula. Mimi sikulagi hoteli kubwa kubwa, mimi nakulaga madondo na chapati inakatakatwa inawekwa ndani, alafu avocado inafunikwa hapo juu. Ukikula chakula kama hiyo Madam Nancy, hiyo ni kama vile unasikia naona Yerusalemu ikija. Mimi siendagi hoteli kubwa, mimi huenda kula kwa hawa wale ambao wana hoteli za kupika chapati na maharagwe. Kwa hivyo on behalf of our, nataka Kate uje kusalimia hawa wajane na uwakaribishe wale ambao hawana kanisa la kwenda, waambie nyinyi mlianguka. Si mnaona hizo bana za ofisi ya widows vile imeandikwa? Zimeandikwa we landed on safe compassionate hands, kwa sababu kanisa letu linaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Sisi huhubiri huruma na utu. Karibu Kate.
Boni microphone haifiki. Ama tumia yangu. Haya, harakisha Boni. Bwana asifiwe. Aro ilo moithayo. Ama niongee Kiswahili, I think tumechanganisha. Ningependa kuambia widows wote ambao wako mahali hapa, niwaambie pole, na hiyo ilikuwa kupenda kwake Mwenyezi Mungu. Na si kusema ati mume wako amekufa na wewe uko hai useme utawe umekufa. Hawa widows wanawaambia mtoe miguu zenu kwa magunia, muende mfanye kazi, ndiposa mpate pesa za watoto wenye mliwachiwa nao. So karibuni mkaribu JCM Widows wa Roiro, tutawakaribisha, mtakuja mahala pale, mtaniona, na kama vile bishop wetu wamewaambia wale wajane wako chini kabisa, mkuje pale kuna mazuri, mtapewa chapati forum, pia kuna mtumba, pia baadhi ya hao watu wako hapa watoto wao wanalipia school fees, na muache kulala wanawake wajane, muende mfanye kazi. Asanteni sana. Asante, tuwapigie makofi. Asante, you can have your seats. The reason niliambia hawa wajane wanilete, niliwaambia wanilete ili wajane tutakaopata hapa wajue ya kwamba kuna maisha beyond kifo cha mume wako. Na kuna kitu huwa mimi naambia hawa, jiulize, kama Mungu hangebeba mume wako, ni nani alifaa kwenda? Hiyo swali ni ngumu, kwa sababu wengi wao hapa waliachwa, wengine wakiwa wadogo sana sana, lakini sasa wameinuka. Kama unavyoambiwa, kile kitu mimi huwa nawaambia, hatutakaa chini tulie, tutajiinua, tujivute vumbi, twende tufanye kazi. Wengi hapa wanauza mtumba, wengi wanauza chakula, wengine wanauza mayai na smoky na sausage. Chochote ambacho kinaweza wekelea chakula katika meza ya watoto wao, hicho ndicho sisi hufanya. Nishukuru hawa wana bodaboda. Let me tell you, you are blocking your calamities by supporting these people. Munazuia ajali zenu kwa kusimama na kukumbuka hawa wajane. Na wakati mliniambia mpaka mama za watu waliofariki watakuja, na mkaniambia hapa kuna hata waendeshaji bodaboda ambao wamepata disability kwa sababu ya kuendesha pikipiki. And as a bishop who knows the struggles in the bodaboda sector, nikasema lazima mimi nije nisimamishe shughuli zote leo niwe pamoja na nyinyi. Na mimi sasa hii safari imeanza, naweza hata taka kuona mkifanya hii kitu mara 2 kwa mwaka, kwa sababu hii ndio itawaletea baraka. Naweza taka kuona ikifanyika hata mara 2 kwa mwaka, sababu umeona hawa watu na wajane, hakuna kitu kingine wanataka kuambiwa. Wanataka kuambiwa tunawapenda, tunawajali, and we are there for you in case of any need. Kwa hivyo muendelee hivyo, na nafurahi kwa sababu ndani yenu wengi wameokoka, na wale hawajaokoka bado ni ukatili kidogo. Lakini nimefurahi vile nimesikia security bodies hapa wakisema ya kwamba umebadilisha hali ya hii area, na ni ukweli, kwa sababu mimi hata hapo JCM nje niliweka stage ya pikipiki, na mimi huwa siendi mahali, huwa nawaambia peleka hii hapo, peleka hii pale, na wengi wameokokea hapo, na tunaserve nao kanisani. Wengine waendeshaji wa pikipiki ndio ushers, na mimi mwenyewe mnajua kanisani huwa napeana pikipiki, vijana waendeshe, watengeneze pesa, kwa sababu ninaheshimu kazi yenu.